Ya, karibu katika mwendelezo wa kitabu chetu cha barabara ya kufuata, na sasa tunaingia point namba 13. Anasema wacha matatizo madogo yaendelee kuwa madogo. Anasema siku zote ukitaka kutembea katika barabara inayofaa, wacha matatizo madogo yaendelee kuwa madogo. Kuna wale watu wazuri sana kuyabeba matatizo madogo na kuyafanya kuwa makubwa. Wanachukua matatizo, kwa mfano ugomvi mdogo, yeye anauchukua anauongezea mpaka inakuja unakuta kunageuka kunakuwa na chuki moja kubwa na hatari kwamba inasababisha hatari mpaka kwa mwenyewe pia. Unakuta siku moja nilikuwa nimekaa stendi na unakuta wapiga debe wanagombania 200. Sikuamini mpaka mwisho mmoja anakuja kumchoma kisu mwenzie kwa ajili ya shilingi 200. Kwa hiyo kuna vile vitu vidogo unajikuta vinakuletea madhara makubwa. Kuna madhara makubwa ambayo yanaleta maumivu makubwa, pia yanapelekea maumivu mpaka kwenye familia. So jifunze basi kuwa sio kila kuacha matatizo madogo yaendelee kuwa madogo. Ya, lingine pia tunaona saizi vijana wengi wanahangaika na mahusiano. Unakuta mtu amekataliwa, mara umesikia amejipeleka gorofani, amejitupa, lakini ukija kuangalia anasema yule pale alichukua changu hiki hapa, amenifanyia hivi. So solution ndio ilikuwa kujiondoa uhai. So ungeweza kusema okay bwana, mimi na wewe tumeshindana, naomba kama kweli vitu vyako vinauma, nenda kumwambia akupe hivyo, akupe, labda ulimpa simu, labda ulimpa sijui nini, mwambie akurudishie, lakini wewe uendelee na maisha yako. Kuachwa ni matatizo, ni moja hapo tu matatizo madogo, lakini tukiyachukua sasa tukayabeba na kuyafanya big issue, ukaanza kuwaza usiku ulali, unawaza mtu anakonda anafanya nini. Sawa, tunataka kusema hili jamaa halina hisia, tunapenda pia, lakini nataka niseme tu kwamba wacha matatizo madogo yaendelee kuwa madogo. Tunagombana kila siku katika familia, tunagombana ndani ya nyumba, lakini tuache vile vitu vidogo, tusivibebe. Ndio umesema hivi, mimi sijui nini, mimi nimesema nini. Kila mmoja kuna muda tunapata na hasira. Kuna mtu anasema vitu sio kwamba anamaanisha, ni hasira, lakini mambo tuache kwamba tuendelee na maisha yetu, na maisha yatakuwa mazuri sana. Kwa hiyo ukitaka kutembea katika barabara inayofaa, barabara nzuri ya mafanikio, lazima tukubali tuache matatizo madogo yaendelee kuwa madogo. Tusiyafanye, wenzetu wanasema tusiongezee mbwembwe. Kuna maisha, katika maisha sisi ni binadamu, tunagombana muda mwingine, tunasema hivi, lakini pia kuna muda tunasema okay, nilikufanyia 1 2 3, naomba unisamee, na maisha mengine fanya nini, endelee. Nilikuwa naangalia story moja, Eric Shigongo anasema kuna mtu alimdhulumu karibu milioni 200. Sasa pata picha, kama kuna mtu anadhulumiwa 200 lakini bado anaendelea na maisha yake, lakini kuna wengine amedhulumiwa milioni 1 tu, ameenda kujiua. Nataka niseme kitu kimoja kwamba maisha yanataka kuna vitu vinataka tuviache vipite ili tuweze kuendelea na maisha yetu ambayo Mungu ametubariki. Lakini kama tusikitaka kila kitu tukifanya kitu kikubwa, kila kitu tuanze kulialia, tutalia na vingi sana.